Tunamalizia na Mheshimiwa Patrick Adkin Mwalunenge. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kwa kunipa fursa hii mchana na mimi niweze kuchangia bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Awali ya yote, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uzima na nikapata fursa hii leo ya kuweza kutoa mchango wangu na mawazo kwenye bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Awali la kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Kwanza alishajipambanua yeye wazi kupitia hotuba yake aliyohutubia Bunge, maelezo aliyoyatoa na kazi kubwa anazozifanya kwenye nchi hii. Wabunge wengi wamezungumza na mimi sitaki kurudia huko. Lakini pia nimpongeze Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa bajeti nzuri aliyoleta, lakini na kazi anazoendelea kuzifanya kwenye nchi hii kwa ziara alizozifanya kwenye mikoa na kutatua kero za wananchi. Na hii inaleta matumaini makubwa kwa wananchi wa Tanzania kwamba sasa serikali yao ipo kazini. Nasisitiza tu wasaidizi wa rais, kwa maana mawaziri, wasaidizi wa Waziri Mkuu, sasa muige ile njia anayoifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu kutatua kero za wananchi. Na hiyo ndio njia pekee ambayo wananchi wetu wanataka. Wananchi wa sasa wanataka kuona matokeo. Tumeshazungumza sana, tumeshaandika sana makaratasi, hasa vijana waliopo sasa wanataka kuona matokeo. Bajeti ni nzuri, mambo ni mengi yamezungumzwa. Mimi nijikite kwenye jimbo langu la Mbeya mjini. Pia niendelee kumpongeza na dada yangu aliyetangulia kuzungumza hapa, Suma Ikenda Fyandomo. Ametuwakilisha vizuri wana Mbeya. Na mimi ninawashukuru wana Mbeya mjini kwa kunipa imani hiyo ya kuwa mwakilishi wao hapa bungeni. Wana Mbeya mjini sisi pale shughuli zetu kubwa ni biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Waziri Mkuu, kwa maana Waziri Mkuu na watendaji wake, mipango, TAMISEMI, watakubaliana na mimi kwamba imefika wakati mwafaka sasa kwenda kuweka shughuli za biashara, kwa maana kongani za viwanda kwenye jiji la Mbeya. Kwa sababu jiji la Mbeya ni jiji la biashara. Na jiji la Mbeya ni barabara inayopitisha magari mengi na ndio lango la sadiki kuelekea nchi zote za kusini mwa Afrika. Lakini hatuna viwanda Mbeya. Kwa hiyo kwenye kujibu tatizo la ajira la vijana wetu, kakaangu Kitila, tuletee Mbeya kongani za viwanda, tuletee uwekezaji Mbeya, ili sisi tunufaike na jiografia ya Mbeya iliyopo, kwa maana Mbeya ni lango la sadiki, lakini kuna wakulima wengi wa mazao. Basi tupate viwanda ambavyo vinatokana na uzalishaji wa mazao ya kule, viazi, machungwa, ndizi, mpunga, ili mazao tuweze kuiongezea thamani na watu wetu waweze kupata ajira. Ameongea sana hapo dada yangu, na mimi nakazia kwenye swala la miundombinu. Mbeya tuna utalii mwingi sana, lakini bado hajautangaza vizuri kwa sababu ya hali ya miundombinu. Na nikiongea specific Mbeya mjini, barabara nyingi za Mbeya mjini hazipitiki vizuri. Ikiwa wakati wa mvua, mifereji inajaa na wakati mwingine inaziba. Wakati wa jua, vumbi kali. Sasa huwezi kuwa na jiji la aina kama ya Mbeya lenye wafanyabiashara wengi ambao wanajituma, vijana kufanya kazi, alafu barabara hazipitiki. Kwa nini naiomba ofisi ya Waziri Mkuu, Mwenyekiti, watupatie barabara angalau hata kilomita 100 barabara za ndani ya jiji la Mbeya, na wahakikishia Mbeya itastawi na itashamiri na tutavutia utalii. Na watu wa Mbeya ni wachapakazi wazuri sana. Na sisi tunajiongeza, Mwenyekiti. Mkitupatia barabara hizo kilomita 100, sisi tumeanza kuandika andiko hivi sasa kupitia viongozi wangu wa mkoa, kwa maana mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa jiji. Tumeanza kuandika andiko ambalo kama mtatukubalia ofisi ya Waziri Mkuu, kwa maana TAMISEMI, mturuhusu sisi tukope pesa kwenye taasisi za fedha ili tujenge hizo kilomita 100, kwa sababu sisi halmashauri yetu, jiji letu lina uwezo wa kukusanya mapato ya kulipa. Kwa tutaandika hilo andiko, tutalileta, tutaliwasilisha kwenu mlione kama linakidhi vigezo, mturuhusu ili sisi tuondoe vumbi Mbeya.
tunao uwezo na mapato tunayo, tupate mkopo hata wa miaka 20, tuna uwezo wa kulipa sisi kwenye jiji letu la Mbeya. Tuisaidie serikali yetu wakati mnahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga miradi mingine ya barabara njia 4, barabara za ndani ya jiji tunao uwezo sisi kuzijenga kupitia vyanzo vyetu vya mapato. Hilo linakuja na nitaomba mliangalie ili tuweze kuiweka Mbeya yetu katika hali nzuri na barabara ziweze kupitika vizuri. Jambo jingine ni ukarabati wa masoko. Mimi najikita sana huko kwa sababu watu wa Mbeya wanafanya biashara. Masoko yetu mengi yana hali chakavu. Na tumesema tunataka watu wetu wakajiajiri, na maeneo ya kujiajiri ni maeneo ya masoko. Lakini masoko yetu mengi ya jiji la Mbeya yana hali mbaya sana. Wakati wa mvua wafanya biashara wanyeshewa mvua, wakati wa jua wanapigwa na jua. Kwa hiyo tunaomba kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, mwenyekiti, watuwekee budget kwa ajili ya ukarabati wa masoko yote yaliyo kwenye jiji letu la Mbeya ili yafanane na hadhi ya jiji la Mbeya. Jambo jingine, Mbeya ni lango la Sadiki. Sisi tunaomba pale na sisi siku moja tuje tu host mikutano mikubwa kama wanavyo host wenzetu wa Arusha, mikutano ya ACC, badala watu kutoka nchi za kusini mwa Afrika wanapita kwenye anga letu waenda kufanya mikutano Dar es Salaam. Tunaomba sana wizara kwa maana ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, lakini na ofisi ya mipango mtusaidie kwenye jambo hilo ili siku moja na sisi tuweze kuhost mikutano mikubwa, na hiyo itakuwa njia pekee ya kutangaza utalii wetu tulionao kwenye mkoa wetu wa Mbeya na mikoa yote nyanda za juu kusini. Na Mbeya itakuwa itajikita sana kwenye biashara kwa sababu sisi pale Mbeya tunafanya biashara. Lakini pia swala mikopo kwa vijana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ametuundia mpaka wizara ya vijana. Na tunaye waziri machachari kabisa, wala sina mashaka na yeye. Hofu yangu inanijia kwa wale watu watakao kuwa wanamsaidia yeye kazi. Je, ni watu wabunifu? Sababu vijana wana staili yao jinsi ya kuishi nao. Usapati mzuri, sawa, Mheshimiwa Rais amefanya jambo jema, ametuwekea pale bilioni 200 ya chanzio cha mtaji. Lakini nilikuwa natamani mimi ile bilioni 200 kuizalisha zaidi iwe mara 5 ya ile bilioni 200. Nayo inawezekana wizara ya vijana ijiongeze. Waweke vikao na hizi taasisi nyingine kwa maana hii mifuko ya hifadhi. Ina pesa kule lakini haiwekezi kwenye miradi ambayo itaongeza ajira kwa vijana. Wanawekeza kwenye kujenga majengo ambayo litani yake ni ya muda mrefu. Sasa nilikuwa naomba kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, wizara ya vijana ikae na mifuko ya hifadhi. Wana pesa nyingi kule. Wawekeze kwenye miradi itakayoleta matokeo kwa vijana. Kujenga mabwawa ya umwagiliaji ambako kule vijana wengi watatajiri kwenye kilimo, kujenga zile skimu make za umwagiliaji, lakini na masuala ya ufugaji wa samaki, ufugaji wa ng'ombe, kule ndio kwenye matokeo. Wake unakuta mifuko ya hifadhi inaenda kuwekeza kwenye majengo ambayo litani yake ni ya miaka 100 na wakati mwingine pesa hiyo hairudi. Jambo jingine, kuna watu wa TFS, mwenyekiti. TFS na TANAPA ilikuwa ni tatizo kubwa, ni mgogoro mkubwa sana kila mahali kwenye nchi hii. Na hii tu inatokana na kwamba wao TFS hawazalishi, wao ni watu ni regulator, kudhibiti. Siku moja mimi nikawauliza watu wa TFS, kwa nini nyinyi mnawaambia wananchi waulinde msitu tu, wataulinda kwa miaka mingapi? Badala ule msitu utumike kwenye kufuga nyuki, wale wananchi wa eneo husika wakafuga nyuki wakaulinda wao ule msitu. Wakawa na chanzo kipya cha mapato, badala kuwakataza kukata kuni, kukata mkaa, lakini wakati huo hamwapi njia mbadala ya kuzalisha. Lakini wakati huo TFS ataongeza mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, inasikitisha sana. Unaona juzi tu hapa niliongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wa TANAPA, watu wetu wa Mbalali wamelima mpunga eka karibu 2000. Wanakwenda kuziteketeza, wanasema wamelipa maeneo yaliyotunzwa na ni eneo oevu. Sasa najiuliza yule mtu alipanda lini mpunga? Wao walikuwa wako wapi? Tunamshukuru Waziri Mkuu aliliingilia ile kata kazuia, lakini wale watu walikuwa wamejiandaa, yani wanatumia fedha za serikali kwenda kuteketeza mpunga ambao mwananchi anatakiwa avune baada ya miezi 2. Mimi naona hii si jambo jema. Tunaongea hapa watu wakajiajiri, tutengeneze ajira, watu wajiajiri kupitia kilimo. Leo kilimo kimelimwa ekari 2000. Anachukua pesa ya serikali kwenda kuteketeza ule mpunga. Sasa unakuta ni namna ya kuchonganisha serikali na wananchi na kumchonganisha Mheshimiwa Rais. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa.